Matthew chapter 2 verse 12 to 13. Sasa hapa utakutana na wale mamajusi. Sisi wote hapa tumeshawaisikia story ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa na mamajusi, watu ambao walikuwa kama ni wafuasi wa Yesu Kristo ama walikuwa watu wa imani. Na wakati walielekezwa na nyota, walielekezwa mpaka mahali ambapo mtoto alikuwa amezaliwa. Na walikuwa wameshaonyeshwa kwa ndoto usiku kwamba wakati watapata mahali mtoto amezaliwa, wasiondoke wakarudi kwa Herode. Sababu Herode anataka kutafuta maelekezo kutoka kwao jinsi atakavyofikia ule mtoto ambaye amezaliwa. Sasa Herode alikuwa na mpango kwamba hao watu wakishaenda kuona mtoto wakuja umpe direction ya jinsi atakavyofika huko. Lakini sababu walikuwa wamepata maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba wasirudi kwa Herode, walipoenda huko walipita wakienda, wakakumbuka kwamba Mungu alituambia tusirudi, ama malaika wa Mungu alituonekania akasema kwamba tusirudi kwa Herode. Mwenye amepata tusomee. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana aliondoka. Tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unafuata vile hiyo chapter inasema. Maelekezo hayo yaliyotoka kwa Mungu kwa njia ya amri, hiyo haikuwa na kupingana. Lakini kwa sababu mamajusi, unajua jinsi walivyopewa mwelekeo, wangeamua kurudi kwa Herode, wangeamua tu kurudi. Lakini sasa kwa sababu walikuwa watu wa kutii, hawakurudi kwa Herode, walienda wakienda mbele. Sasa kuna wakati mwingine jambo fulani utaelekezwa, lakini roho yako itatamani kufanya hilo jambo. Inafaa ukumbuke Mungu alisema namna gani. Unajua mtu kama Adam and Eve walikuwa na tamaa sana. Na wakati Eve aliambiwa kwamba hafai kukula tunda la mti wa katikati, yeye alikula. Kwa sababu gani? Alisahau ile ambayo Mungu alikuwa amemwambia. Lakini angekumbuka hangekula. Sasa kuna watu huwa wanasahau haraka kile ambacho wameelekezwa kufanya. Na wakishasahau wanafanya na baadaye kinawaletea madhara. Usiwe mtu wa kusahau kile ambacho Mungu alikuamrisha kufanya. Kuna mahali Mungu atakutuma uende ufanye 1 2 3. Wakati unasahau inakuwa pigo kwako. Isaiah chapter 30 verse 21. Alafu John 10:27. Isaiah 30:21. John 10:27. Kwa hivyo wewe siwezi kujua ni mambo gani ambayo umepitia kwa maisha yako. Lakini Mungu akajaribu kukushauri na wewe ukagairi, ukakataa. Ni mwelekeo gani umekuja hapa ukapewa, lakini wewe ukakataa, ukafuata mwelekeo wako mwenyewe. Leo hii nimekujulisha kwamba yeyote ambaye anakuja kwa Mungu lazima ajue kuna amri zitokazo kwa Mungu, lazima uzifuate. Usiwe na kupingana, usiwe na kujadiliana. Fata na utapata baraka itokayo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mkeukapo kwenda mkono wa kulia na mkeukapo kwenda mkono wa kushoto.
Kwa hivyo Biblia iko wazi, inasema masikio yako yatasikia neno nyuma yako ikisema, ama likisema hilo neno, njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Sasa njia ni hii ni sauti ambayo utasikia, ama neno ambalo utasikia. Wewe umefuata njia gani?